Good morning, good morning, good morning, good morning. Mi video zangu naanza kila saa good morning. Sema Hi guys, when I wake up in the morning, the first thing is to go to the kitchen, prepare some breakfast for my family. That is my daughter. Hey, we are preparing breakfast for the big man. Big man has already started taking the breakfast, yeah? Anataka kutoka aende kazi. Katoto kangu ndio hako kasichana. Hey, mindito, I love you. I love you. Kanatengeneza breakfast, yeah? Kanaogopa video sana. Unaona vile kanajifanya hapa. Hadi hey guys, hey guys. Anyway, we love you guys. Subscribe to our YouTube channel and God bless you so much. Hapo dadi ashamaliza kunywa chai. My husband has already taken tea. As a mother, I'm just organizing things for the house, here and there. You see me there, making sure that my president, the head of the house, is well taken care of. Narukaruka naenda jikoni, natoka jikoni, nakuja huku to make sure everything is okay. Mambo iko sambamba kabisa. Ndio huyo mimi hapo, nakaa chini, nasoma gazeti kidogo, kujua updates za mbalimbali za nchi yetu, mambo yamekuwa aje. Lazima tujitambue. Baba na mama hao sasa pale, you see them, that couple, you see, baba ashakunywa chai, amekuwa salama. Nishasoma headlines, nimejua kunaendaje. Naona baba ako poa kabisa. Lazima ni make sure baba ako sawa kabisa. Huku hivi pia naangalia watoto wanaendelea vipi. Chai lazima wakunywe breakfast. Baba akishamaliza kunywa chai juu anaenda kazini. Sasa ni watoto. Watoto lazima pia wapate kiamsha kinywa, yani breakfast. Napanga vitu kabisa ni make sure kila kitu iko shwari. Baba anajinyosha pale, anataka kuondoka kwenda kutafuta riziki yake ya kila siku. Yes, the head of the family. Yeah. Huyo baba sasa anapaka kama mafuta kwa mikono, ndio mikono iwe laini. Huyo ni mtu wangu. Namtengeneza. Sitengenezei dunia, najitengenezea. Make sure baba ako sawa kabisa. Mama ndio huyo, anaenda anachukua viatu. Ana viatu zenyewe zishatengezwa, ziko tayari. Patia mzee pale.
andaa maandalizi kwa nyumba yawe safi kabisa. Kitu ya kutengeneza boma ni maombi, maelewano, mazungumzo mema. Kama mwenzako amekasirisha, usilale kama hamjatengeneza. Tengeneza mambo kwa nyumba yako iwe shwari. Wadau, inafaa unatengeneza mzee, usimpatie stress. Tengeneza boma yako kama mama. Na make sure umeamka asubuhi, mzee amekunywa chai, amevaa vizuri, ili yes, tunza familia yako vizuri. Huyo ni mzee, president of the house. The storybook. Guys, it's story time. We started with the storybook. I'm just keeping my family busy during this festive season. I want them to learn more about history and what used to happen. That's more about the storybook. Subscribe to our YouTube channel, and you are going to learn more also through our channel. Yeah, that's how to keep your family busy in the house, as you show them different histories that used to happen long time ago, about how the church started, and so many other stories. Yeah, go and read more about the storybook and view more videos about the storybook, and you'll learn more and more. Anyway, subscribe to our YouTube channel. We are going to give you more stories, our stories, history stories, and many more in our channel. You're going to enjoy. God bless you. Hi guys, how are you? Hi guys. Saseni nini? Hi guys, saseni mjamboni. Guys, nataka vibaya. Guys, tuko karibu kufika 1000k. Afi subscribe yani jameni, surely. Afi mnatupeleka pole pole, tupelekeni na mtaratara. Ndio hata sisi tunawapeleka na mtaratara, tunaonyesha vile tuna live our life. So kama leo tunataka tu kupiga story tukikunywa chai. Mimi nakunywa chai na mahindi. Mimi napenda. Nishamaliza chai sana kula mahindi. Sasa bitu. Maisha ilikuwa aje? Ilikuwa vizuri sana. Tunahangaika. Aje? Sijui kama mwangaiko yetu inatoshea watu wengine. Aje sasa? Yaani shida zilikuwa zimejaa. Kama vile corona iliingia. Niteseka sana. Nini ilikuwa inakubosa sana hiyo siku? Vile hatukuwa na pesa kulipa rent. Hiyo ilikuwa inaniboa zaidi. Na vile kulikuwa na njaa. Na nilikuwa mlavi. Sasa ulikuwa mlavi na kwa na chakula. Sasa ulikuwa unakula nini? Sasa ndio nasema ulikuwa mlafi. Unajua mtu mlafi ni ule anakuwa na chakula lakini anakula zaidi. Na sasa ulikuwa mlafi, sema maybe ulikuwa una feel njaa juu hakukuwa na chakula ya kukula. So hiyo during 2020 ni nini uli experience ambayo haikufurahisha sana, na ile ulikuwa unaona nini mzuri hiyo wakati? Na mimi ama na anybody kwenye mwenye alikuwa anaishi na sisi, nani alikukosea? Nani ulifeel hakutusaidia? Na nani alitusaidia na ulifeel aje? Sasa mimi siku ya corona ulikuwa na huyu mama. Sijui nitaje au nisitaje. Amtaje. Kwani yeye ni nani? Anaitwa Joshua. Tukaenda Sangoma. Huyu mama alitutesa. Hiyo siku kulikuwa kuna boo. Hiyo ni mbungi sana. Siku corona imeanza. Hakuna pesa, hakuna kazi. Sasa tukaenda kuishi huko kwake. Huyu mama akatutesa. Nilikuwa nafanya juu chini tutoke kwa nyumba yake. Alafu mtu mmoja alitusaidiana sana. Ile siku nilienda huko Mlolongo kwenye mishiti yako. Huyo sana ndo alinifurahisha, tulitokana saa huko. Huruma. Na watu wa familia ni nani alitusaidia? Watu wa familia kuna hata mtu alitusaidia hata mmoja. Walifanya aje? Mwenye haki walituacha tu. Kwanza nikakumbuka nini? Anko.
Kwa hiyo nasemanga tule tukakaeka huko kwake akakata. Sasa nasema tu hakuna mtu alitusaidianga hiyo siku. So na mimi sasa venye nilifanya niliwatreat aje like a mother. Ni vizuri sana. Hata kulikuwa na shida. Shida iko inaonekana. Ni nini ilifanya wakati nini ilifanya unipende sana ama unichukie sana? Hakuna kitu ilifanya nikuchukie. Mimi nilikuwa nakupendanga tu. Kwa sababu ulisimama na sisi. Hakuna pesa, tulikula na tukasoma. Na vile mlikuwa mnakaa nyumbani amwendi shule. Mlikuwa na feel aje? Nilikuwa ninaanga yani hatutawahi enda shule. Nilikuwa tu ninaanga maisha imesimamia hapo. Kuna kuenda shule tunakaa tu hivyo sasa. So wewe wakati wenye mimi nilikuwa na shida gani nyingi nilikuwa napitia unaona? Unaweza hata una feel vibaya. Ile shida ya kufunga na pesa. Alafu mimi behavior gani nilikuwa? Yaani ulikuwa tu unalalanga tu. Unakaa tu yani, unakaa tu katika uongei. So umelala tu sasa kwa naboekanga sana. Kwa naombanga tu yani corona ishi upate tu kazi. Na wewe sasa when you grow up what do you think about your life when you grow up? Na tu maisha yangu itakuwa vizuri nikisoma kwa bidii. Masomo kwanza, si ndio? So saa hii life yetu venye tulikuwa huko kitambo na saa hizi unaonaje? Iko sawa kushinda vile tulikuwanga huko. Siku moja ulikuwa na fikiria in your life maisha yetu itakuwa nzuri ama? Sikuwa naonanga kama maisha yetu itakuwa nzuri. Hiyo ni kweli tu haki. Nilikuwa naonanga tutakaa huko Huruma forever. Ni nini niliwahi kuchekesha wakati wewe nilikuwa na shida? Ama ni nini ilifanya ulie wakati nilikuwa na shida? Yaani ilifanyanga nilie. Ile siku yenye yani unajua mimi kulikuwa na njaa nyingi sana. Sasa nilikuwa nasemanga mbona tunateseka hivi? Sasa nilikuwa naendanga huko juu kwa mabati. Nakaa tu kwa naanza kufikiria tu. Maisha itawahi kuwa mzuri kweli. Sasa nilikuwa najiulizanga hizo maswali. Alafu nilichekeshanga hizo siku za madeni. Mama mboga aliingia tu hivi. Mkatamba. Nitamba. Aje. Paka nikacheka hadi nikaika. Nikatamba nikienda hapo. Nilitamba nikienda hapo. Ulikuwa hadi unatoroka mama sijoko kwa nyumba, na alikuwa na pesa kulipa. Sasa mama anaanza kuulizia, "Mama yako hapa kwa nyumba?" Sema mimi ukatamba chini, ukienda kwa bedroom. Deni asijue inaitwa life unajua madeni ni mbaya Britney. Nilisikia mtu. Unachoka na deni ya mtu. Hiyo barabara hata hutaki kupita. Na una sasa sema kwa mfano hata kama ungechukua shortcut nyumba yako iko hapa karibu lakini unaona mtu wako wa deni yako hapo. Unachukua long distance ukijificha. Lakini hizo siku nilifurahia kwa nini? Ukiwa na deni unajiweka mask. Unafunika mask kwa uso. Sasa watu wengi walichukulia advantage ukiwa na deni ya mtu unavaa mask. Sasa mtu hawezi kujua na unapita. Haya, another thing that you learned about 2020? 2020. Unajua mimi watu walikuwa wanasemanga corona inaua, lakini nashukuru Mungu hatukupatanga hiyo corona. Hata kama tulipata, ilipita tu. Mungu alitusaidia, si ndio? In life what have you learned? In life. Mtu asidharau mtu. Mtu asidharau mtu. And then another one? Nyingine. Ukiwa na shida tu unasaidia tu mtu. Pia wewe unapata shida kwa mtu akusaidia. Alafu nyingine, trust in God, be prayerful and read the word of God always. And do not despise others. Sindio? Na masomo, weke bidii usome kwa bidii. Na just generally amini Mungu. Sindio? So vinye siku ile sasa niliwaacha huko. Mlikuwa mna survive aje? Nakwambia simu zilikuwa zinapigwanga kila siku. Nilikuwa nimechomeka sasa. Mimi lakini hiyo siku yenye uliugua kia kina wenyewe alikuwa anataka kukuua. Analeta nini? Ati nini inaitwa aje? Sanitizer tumwage kwa kidongo muungua. Sisi hadi hatuna akili tunamwagia tu. Nilikuwa nimechomeka vibaya. So hiyo siku nilichomeka nikawaacha huko. How are you surviving?
nikikuja treatment. Sasa sisi tulikuwa tuna survive tu vizuri tu. Lakini sasa huko nayo kulikuwa na mtu mwingine hapo. Alikuwa anakuja kwa mlango anatuomba sukari, anaomba chumvi, anaomba unga, omo, sunlight sijui nini. Alikuwa sawa ama mwenda? Alikuwa sijui ako sawa ama ni akili yake ndio ilikuwa inafanya vibaya. Kila siku usiku anatoka hapo nje anaanza kuongea tu vitu zake. Unagombana anasema ati sijui yani huko nje mnanyima watu choo, sijui nini. Ni kama hapo ana akili mzuri, si ndio? Okay, mimi ningependa kusema hivi. Guys, kama mtu ako na shida, inafaa mnasaidiana. Hakuna kudharau mwenzako, na right now kama Mungu amekubariki uko na uwezo, usijifinye unakula peke yako na mwenzako hapo nje anahangaika. Just help others. And those people who helped my family when in 2020 when I was down, I was depressed, I didn't have a place to stay. God bless you so much. Hii ni kitu yenye sitawahi sahau. I'll always appreciate you, and that's why mimi nikiwa na kitu lazima siwezi kula peke yangu. I remember where I came from. Always remember where you were back, where your background, where you came from, what you passed through, and how you were saved. Na usijali hata kama wenye hawako kusaidia, usijali, usiweke kwa akili. Unajua hii mkono ikipeana, usifanye hii nyingine juu. Ukibariki ukisaidia mtu, usifanye hii mkono nyingine ikajua ama uanze kutangaza hapa kuna baraka. Nilisaidia nani? Nilisaidia nani? Kama sio mimi nani angekuwa amefika mahali fulani. So ukisaidia mtu, saidia na usahau. Ninasema this hand, when you give with this hand, this one should not know. So God bless you so much, and ilikuwa story time, and we love you. Subscribe to our channel, and God bless you. Kuweni na siku njema. Ninawapenda sana, tunawapenda mama. Tell them to subscribe. Guys, subscribe. Tufanye tufike 1000. 1000 ni kidogo. Tufanye tufike 5000 at least. Weye. Hata si tusikie utamu wa YouTube. Aki weye. Ni free. Subscribe. Bye. Guys, it has been good. We've been watching the storybook with my little angels, and it is wonderful. Okay, subscribe to the channel, click on notification bell. When I upload a video, you're the first one to watch. And God bless you. Let's meet on the next video. Thank you.